capital city ya Kenya, na vile tunashughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tunaanza na katika jiji letu. Sote tuliopata nafasi ya uongozi tujue ya kwamba focus yetu iwe ni vile tunaweza kutumikia wale wametuajiri na wale wametupatia nafasi ya uongozi. Katika taifa letu la Kenya leo, changamoto kubwa ni ile askofu wetu alisema, mambo ya kuzalisha chakula. Wakati nakumbuka kweli Bishop, tuliomba pale Nyayo Stadium na watu wengi wakasema angalia hawa lakini Mungu ni nani? Alitupatia mvua, na tukawa na mpango ya kusambaza mbolea ambayo ilikuwa imepandishwa bei juu, tukateremsha bei kama serikali. Wakulima wakawa ni watu wa bidii. Leo tuko na chakula ajabu mashambani kwetu na tunamshukuru Mungu. Tumepanga tena sasa mwaka ujao, ile mbolea tulitumia karibu magunia milioni 4, tunapanga magunia milioni 7 ya mwaka ujao, kwa sababu tunataka kuzalisha chakula zaidi. Hii tatizo ya njaa tunataka tuiondoe kabisa katika taifa letu la Kenya, kwa sababu miaka 60 baada ya kuwa taifa huru haifai kuwa bado tuko na matatizo ya njaa. We are supposed to have sorted out the challenge of food in our country. So tumeweka bidii. Nataka niwahakikishie ya kwamba tutahakikisha ya kwamba tunawasaidia wakulima wetu, supporting our farmers so that we can grow adequate food. Jambo la pili ni vile vile kushughulika na mambo ya umaskini, kuona vile tunaweza kupunguza mambo ya umaskini katika taifa letu la Kenya. Na tumekubaliana sote kwamba human capital ambayo tuko nayo katika taifa letu, Wakenya ni watu wa bidii, Wakenya ni watu waadilifu. Tunajulikana dunia kote. Hakuna nchi duniani ambayo sifa ya Wakenya kama watendakazi, kama wafanyikazi haijulikani. Marekani, Ulaya, Ujerumani, sehemu zote tuko na sifa nzuri. Na ndio sababu tumesema, kwa sababu Wakenya ni watu waadilifu, wa bidii na wanajulikana kwa utendakazi wao, ni lazima tuweke elimu msingi kamili, kwa sababu elimu ndio itatusaidia human capital ya Kenya iwe mahali ambapo tunaweza kuitumia kuhakikisha kwamba tunabadilisha uchumi wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumeajiri walimu 56,000 kusomesha watoto wetu. First time. Kwa sababu tunataka kuhakikisha mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma. That is how we are going to make sure that we have an equal society. Ndio sababu vile vile tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya TVET, masomo ya university. Tumebadilisha mfumo, badala ya kutuma pesa kwa university waende waamue watafanyia nini. Tumebadilisha sasa, kila mwanafunzi tunampatia scholarship ndio tujue ameenda kusoma. Na tumesema katika hali hiyo ya scholarship, katika TVET na katika university, wale watoto wa kutoka jamii ambayo mapato yao iko chini, tumesema hawa watoto watapatiwa scholarship 100%. Watasoma bila kulipa pesa yoyote katika TVET ama university. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunaweka usawa katika taifa letu, because we must be concerned about the vulnerable. Tulikubaliana bottom up, wale ambao wako chini tuwainue. Mwaka huu peke yake tutapatia scholarship 100% katika university watoto 45,000.
45,000 will get 100% scholarship. Wengine hapo katikati watapata 80% scholarship. Watoto wangu na ya Sakaja watapata 70% scholarship. Hiyo 30% sisi tutalipa, kwa sababu at least tuko na mshahara, si ndio? Lakini yule hana mshahara tutampatia 100% scholarship. That's what we want. We want to support every family in Kenya. Na ndio sababu vile vile katika budget yetu ya mwaka huu tumeongeza pesa ya kuhakikisha kwamba kuna chakula shuleni. Katika mashule zetu kuna sehemu kame, sehemu zingine zenye umaskini mkubwa, sehemu za vitongoji hapa Nairobi. Watoto wengi hawaendi shuleni kwa sababu wako na njaa. Na ndio tumesema this year tutaongeza watoto wale watapata chakula shuleni kutoka watoto 1.5 mpaka watoto 4 every year. Na mimi nataka nishukuru kaunti ya Nairobi. Wameshirikiana na sisi, wameweka mpango ya kuhakikisha kwamba watoto wetu Nairobi 250,000 hapa Nairobi wanapata chakula. Because we want to make sure that every child. Unajua saa zingine wale ambao tuko na chakula nyumbani hatujui ya kwamba kuna nyumba zingine hakuna chakula. We must be sensitive, and that is why we are doing what we are doing. So mambo ya elimu ni ya muhimu kwa sababu tunataka kuhakikisha kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. And we must do it in an affirmative manner, and that's what we are doing. Vile vile tuko na vijana wengi. Mlisikia Mheshimiwa Gakuya akiongea, anasema tuko na vijana wengi Nairobi hawana ajira. Na sio Nairobi peke yake, Kenya mzima. Na ndio tukasema lazima tukue na mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana. Watu wengi walikuwa wananiuliza, huyu president ambaye anasema anataka mpango ya housing, nani alimwambia hatuna manyumba? Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Nilikuwa hapa Mkuru juzi on Monday, nafikiri Tuesday. Hapo tunajenga nyumba 15,000. Na mpango yetu ni kuwa na vijana 4,000 hapo Mkuru peke yake wanaofanya kazi. Hapa Lang'ata hapa tuko na another construction project. Delay kidogo, inaendelea, lakini tunataka sasa kuiongezea kasi. Nia yetu ni kuhakikisha tunajenga nyumba 200,000 Kenya mzima. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 200,000. Tuhakikisha kwamba vijana wale wako Nairobi hapa wanapata ajira. Na vile vile tunaondoa watu kwa slum. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera, in 10 years hakutakuwa na slum hapa. There will be no slum. Hii tutakuwa tumeibadilisha, imekuwa estate. Na Mungu atatujalia itafanyika. Mnanielewa? Na ndio mliona tulisukuma kabisa mambo ya housing fund. Watu wamenipigia kelele kidogo, lakini watakuja kugundua ya kwamba hii ni kitu mzuri. Itatusaidia hawa vijana wapate ajira, Wakenya tupate manyumba, tuishi katika mahali kuna heshima, mahali kuna maji, kuna stima, kuna barabara, na tusaidie kwa sababu kwa sasa tuko na Wakenya karibu 6 wanaishi katika slums katika taifa letu la Kenya, and we must be concerned about them. Vile vile hapa Lang'ata, Nairobi na Kenya, agenda yetu ya pili ya kuzalisha ajira, tumesema tunaweka ICT hub katika kila ward. Every ward in Kenya tutakuwa na ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta, tutaweka vifaa zingine, vijana 300, 400, 500 tuwapangie
ajira ya mtandao, digital jobs. We have negotiated with many companies. Mimi nilikuwa Marekani juzi. Nimetembelea kampuni ya Google. Nimetembelea kampuni ya Intel. Nimetembelea kampuni kampuni ya Apple. Hizo kampuni zote wanatafuta wafanyikazi katika mtandao. Wanasema tupatie wafanyikazi 1,100, 1,200, 1,300, na hawa wafanyikazi ni hawa vijana wa Kenya. So ndio mkisikia katika manifesto yetu tumesema digital superhighway, ICT hubs, hotspots. Ni kwa sababu tunataka kutumia mtandao kuzalisha ajira ya digital jobs. Vijana wetu wapate ajira, wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. So, na jambo la tatu, tunakamilisha bilateral labor agreements na nchi karibu 12 mahali wanataka Wakenya wafanye kazi. Na tumebadilisha sasa, Wakenya hawataenda kufanya sasa hati kazi ya domestic work ile ya tumekuwa tukisumbuana nayo. Sasa we have signed bilateral agreements ambayo ni ya semi-skilled, skilled jobs and professional jobs. Kwa sababu tayari tuko na Wakenya wengi wanafanya kazi outside our country. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa. Ametueleza anahitaji wafanyikazi 200,000. Alisema mwenyewe akiwa hapa. Watu wa UAE wanasema wanahitaji wafanyikazi. Saudi Arabia, mimi naenda next month kwa sababu tumeshakubaliana, naenda kuweka sahihi, wanahitaji wafanyikazi 500,000. Na ndio sababu hawa vijana wote ambao tuko nao, that is our plan. Ni vizuri tuwe na miradi ya maendeleo, lakini ni vizuri vile vile tuwe na mipango ambayo itainua uchumi wa wananchi. That is our commitment. So nataka niwashukuru sana watu wa Lang'ata na niwaulize viongozi wote, hata wakati tunajifikiria kama viongozi, tujue ya kwamba kuna Wakenya mamilioni ambao wanatutegemea na wanategemea mipango yetu ndio tuweze kuwainua, tuweze kutembea safari moja. Juzi hapa Uhuru Park, mnajua tulianzisha kuwazindua rasmi mambo ya community health promoters. Sasa tumewapatia vifaa community health promoters wa Nairobi 7,460. Kenya mzima community health promoters 100,000, 100,000. Na sasa watashughulika kila kijiji, tutakuwa na muuguzi mwenye anaweza kupima pressure, anaweza kupima mambo ya sukari, anaweza kukusaidia intervention kidogo kidogo. Wakati tunapanga ile universal health coverage ambaye tumetafuta kwa miaka, this is the year we are going to get proper universal health coverage. Na ndio mpango yetu. Hatutaki familia ziendelee na matatizo.